Musi wa wakili Charlo Mbobu olonathiwe na atiwa nĩ thayũ kwĩyo gĩcigo-inĩ kĩa Karen mũciĩ-inĩ wa Nairobi nĩ wenda maobisa ma polisi makatiye kwĩka ũkunĩkĩli na kũmekia mbĩni ala manatwaisie kĩko kĩ cha kĩnyamũ maenene ya mũciĩ-inĩ kwa gĩcigo-inĩ kĩa Maiyani Kilome kaunti-inĩ Makueni matongwiwe nĩ nyinya wake nĩ mamueta Mbobu ta mũndũ ũnendete mũguo. Angelina Mainene ya musi kuonga liko sia Kilome kwamba Makueni andu ma musi matongweni inyo wa Charlo wakili ula ukomanie na nzangili na kuwa wakwe muthenyani wa yo musi ni wa Ilovi nimawetakana kigwi chake ni kimakunia vanene maimweta wakili Charlo ta mundu tana ina maundu maingi kana utonya kumukosea mundu. Charlo ndiye mtoto wangu ya pili na ni mzuri anafanya mambo mazuri kila mahali. Nimedanyeka sana na nimeomba serikali inisaidie kwa hii mambo. Mimi hufanya kazi Nairobi na nilijua juu ya kuaga kwa ndugu yangu kupitia kwa social media, na nilipojua nikiwa City Center nikatoka nikakimbia Lee Funeral Home, mahali ambapo mwili wa ndugu yangu umehifadhiwa kwa makafadhi ya Lee Funeral Home, na hapo tukashughulika tukiwa na marafiki na watu wa kanisa na colleagues professionals. Mwili ukahifadhiwa vizuri. Ni makule serikali kwisila kwi maofisa ma polisi kutoa ese ukunikiliwa ametukinikana kumanya alama na muwa ye mwana wo. Na sisi kama kijiji tumehuzunika. Saa hii tukiongea tuko na mama ako na huzuni na ni mzee na ni hali ya kutatanisha kwa sababu huyu mtoto kama watoto wengine alizaliwa boma hii, alizaliwa hapa kwa kwetu. Village inaitwa Kaumo, Maiyani Moka subdivision. Mimi kama mzazi niko na huzuni kwa sababu tumepoteza mtoto. Nilipofika Lee Funeral Home na mwili wa ndugu yangu ukafikishwa pale, niliuliza nikaweza kuona mwili kuview mwili wa ndugu yangu, na nikaona alikuwa na alama za risasi kadha, hatujajua ni ngapi bado kwa sababu postmortem haijafanywa bado. Upande wake wa kulia wa shingo, upande wa kulia wauni walivunja kioo cha gari yake, na hapo ndipo walipata nafasi ya kupenya ndani na kumpiga risasi hizo ambazo hatujajua zilikuwa ngapi na kuchukua uhai wake. Charlo alikuwa mtu ambaye hakufanya controversial cases, na alikuwa a true professional, a very committed professional, na mtu ambaye hakika alikuwa wa kujivunia kwa the legal profession. Ingeyuni makule serikali kuigithekana siko cia muthemba u ni ciavikia kuungamwanika na kusiania wasio wa muthemba u. Mimi kama mzazi tumehuzunishwa sana kwa sababu mtoto akitia bidii na hana ripoti yeyote ya kuwa alikuwa mtu mbaya, tunasikia huzuni kwa sababu huyu ni mtu ambaye alikuwa na msimamo. Hakuna siku moja alisemekana alikuwa ametenda mabaya ama ameiba ama alikuwa involved kwa corruption. Kwa hivyo tuko na huzuni. Kama mimi, mtoto wangu wa kwanza ni chief magistrate. Hata mimi niko na wasiwazi kama mzazi ya kwamba mtoto akitia bidii na watu wampangie kumuua bila idhini, inahuzunisha kama mzazi. Charlo Mbobu na ula onai wakili niwa wetoto onai wakwikwacho na ula uthukumite kwa kilungu cha miaka mbewa miongo 3. Charlo Mbobu alikuwa wakili wa kutumainiwa. Amefanya kesi nyingi, miaka mingi, kama miaka 37,
na amefanya even landmark cases. Chalo hata aliandika kitabu cha The Law of Evidence. Chalo amesomesha University of Nairobi miaka mingi. Chalo alisomesha Kenya School of Law, na mnakumbuka pia alikuwa chairman wa Political Parties Tribunal, na ni mtu ambaye alikuwa kutegemewa sana. Ni mtu ambaye amefanya mambo mengi. Ni mtu ambaye hakika the legal fraternity wote ambao wamempoteza, mtu wa kutumainiwa. Gilivote avilingi wa mauvoni tawa Angelina Mose.